I have a message to the President of Kenya, William Samoei Ruto. This is a message from the prophet to the president. There is a reason for me. If you heard me saying that mambo yamebadilika, I just want you to listen carefully. But before I give out this message, hii message imeandamana, maana Mungu alinipatia maandiko pia, andiko in the book of, I think, Genesis. Can you give me that scripture? Na hii ni message ambayo ni serious sana. This message, kwa hiyo after you hear this message, I know intercessors are going to pray. You will know how to pray in the name of Jesus. A message to the President of the Republic of Kenya. It is a message, a prophetic message, a very serious one. So I just want you to take a listen very carefully. Now, what does the Bible says? Hebu angalia kidogo ndo ujue hii message inakaaje. Sara akamwambia Abrahamu, kwa kuwa Bwana amenifunga tumbo nisizae. Hii ni message kwa president. Sasa muingilie mjakazi wangu, labda nitapata uzao kutoka kwake. Abrahamu akaisikiliza sauti ya Sarai. Abrahamu akafanya nini? Akaisikiza sauti ya Sarai. Now, listen to me. Hii message ambayo niko nayo kwa the President of Kenya ni kwamba, according to the way I'm seeing things in the realm of the spirit, there are some changes ambaye inakuja na itakuwa na haitazuiliwa. Now listen to me. Kwa nini nimesoma hii andiko? Kwa hii message iko hivi. Sara aliona Mungu amemfunga tu tumbo, of which ni uongo. Akamwambia bwana yake Ibrahimu, kwa sababu hali yangu iko hivi. Na hii ni maombi ambayo inakuaga sana kwa wanaume. Imagine bibi yako anakuambia sasa, we jipange. Akamwambia mke wake akamwambia Abrahamu, we ingia huku tupate watoto. Abrahamu akamsikiza mke wake, akaingia kwa Hajiri. Basi akapata ujauzito, akapata mtoto. Baadaye huyu mfanyakazi alipopata mtoto, kwa sababu Sara pasasame hakuwa anazaa, basi Biblia inasema Sarai akawa duni machoni pa yule mfanyakazi. So mtoto akapatikana. Kukawa na conflict kubwa sana hapo. Nataka unisikize vizuri. Kukawa na conflict kubwa sana hapo between ule mfanyakazi kutoka Egypt na Sara. Sasa Sara akawa anapitia mengi, na akamwambia simtaki huyu mwanamke hapa, waondoke yeye na mtoto wake. Ilikuwa nzito kwa Sara kama vile itakuwa nzito kwa president. Ilikuwa nzito sana kwa Sara. Nisikize vizuri tu. Ikabidi Abrahamu aende mbele za Bwana.
aulize, kwa sababu imechacha, imekuwa mzito. Sababu unajua ile nyumba haina mtoto, na mtoto ndio huyu amezaliwa ambaye ni Ishmael. Unafikiri ilikuwa rahisi Abraham kuachia ile mtoto? Haikuwa rahisi. Aya, sikiliza hii. Alipoenda kwa Mungu, Mungu alimwambia nini Abraham? Msikilize mke wako Sarai. Kwa nini Mungu alimwambia msikilize mke wako Sarai? Usitoe hiyo andiko hapo, acha hiyo mstari hapo tu. Msikilize mke wako Sarai. Kwa nini Mungu alimwambia hivyo? Kwa nini Mungu alijitenga sana na hiyo story? Kwa nini Mungu alijitenga sana na hiyo story? Kwa sababu mwanzoni Mungu hakuhusika. Na Mungu si mtu akuingililia hivi vitu ya. Mwanzoni wakipatana, Sara akisema Mungu amenifunga tumbo, Mungu hakuhusika na hiyo story. We ingia hapa upate mtoto na Mungu hakuhusika. Ndio maana Mungu hakutaka kujihusisha mahali ya kuhusishwa. Alimwambia Abraham, vile ulimsikiza mke wako ndio uende tu saa hii umusiki umusikilize. Mungu akamwambia Abraham, utanilaumu kweli? Mimi sikuwa hapo. Nyinyi ndio mlisikizana, na kwenye masikizano yenu mimi sikuingililia. Kwa hiyo hata hapa siwezi fanya nini. Lakini kwa sababu huyu Ishmael ni mzawa wako, lazima tu baraka itakuwa juu yake, sababu ni damu ya. Na ndio maana ukisoma maandiko hapo mbele hapo utaona vile sasa huyu Hajiri, Mungu anamwambia huyu Hajiri, anamwambia kwa sababu ya ile muunganiko wa Abrahamu. Hamwambii yeye kama yeye, hapana. So alishare zile baraka za Abrahamu. Sasa Mungu akamwambia, nisikize maana this is a message to the president. Mungu akamwambia, nenda msikize vile tu mulisikizana. Nenda tu msikiliza. Hapa inasema Abrahamu akasikiliza sauti ya nani? Ya Sarai. Na Mungu anamtuma tena huko vile ulisikia huko. Nenda, mimi sina story hiyo story mimi sina. Nenda umsikilize. Now, nikisema ni message to the president, sisemi habari ya ndoa, hapana. Sisemi habari ya yeye na mke wake first lady, hapana. Ninazungumza kwa ajili ya politics yake. So, hakukuwa na budi yule mwanamke aliondoka ama kuondoka? Aliondoka. Kabisa, I'm telling you, aliondoka. Sababu Abraham vile alienda kwa Mungu akamwambia, enda peleka hii masikio kwa Sara. Akaenda akapeleka. Sara, unasemaje? Nasema waondoke. Haya, hamna budi. Mungu mwenyewe amenituma huku nisikilize huyu. So tutafanya, hii ndio tutafanya. Unaona? Mimi niliprophesy about ujio wa President Ruto as the 5th president of the Republic of Kenya. I told you before he came. Na mipango hii ingine yote mnaona, kuna Mungu na kuna Ruto. So, kuna maamuzi ya Mungu na baraka za Mungu na maamuzi ya President Ruto. Nia ya president ni kukusanya na kuunganisha Wakenya wote, si ndio? Kama anavyosema, si ndio? Nia yake na mapenzi yake ni kwamba aone siku moja wameungana wote. Lakini
Abrahamu alipenda Hajiri kwa sababu Hajiri alikuwa na mtoto wake, lakini ililazimika Hajiri aondoke na mtoto wake Ishmael. Kwa kambi ya Ruto, Hajiri lazima aondoke. Hata kama Ruto anampenda kiasi gani, ataondoka. Kwa magazeti itaitwa betrayal, kwa ma TV itaitwa betrayal, lakini kwa prophetic screen ni kwamba Hajiri na mtoto wake lazima afanye nini? Aondoke. Wote mtaona kwa macho yenu, lazima aondoke, kwa sababu President Ruto na kina Hajiri na kina hao wengine wakifanya mapatano, Mungu hakufanya nini? Hakuhusika. So walisikizana wao kama wao na kupatana wao kama wao. Ile ya Mungu, njoo hapa madhabahuni utajua kila kitu. Lakini hii ya coalition, hii chama, this party, mutasikia tu ghafla party fulani imejitoa. Lakini ni mapenzi ya Mungu Hajiri na ni lazima aondoke, hata kama anapendwa aje. Ni kweli ni mtoto wa Abrahamu, lakini sharti ashike tu njia. So mipango ingine ukienda kuuliza Mungu, zingine Mungu hataingililia kwa sababu hakuwa. He was not the Genesis. He was not included. So hakuwa. You see? So huyu Sarai atasema hawa waondoke, na hao pia watasema tunaenda. So na wakisema tunaenda, Abraham hata kuwa na nguvu ya kuwazuia wasiende. Lazima watamtoka. Hebu kila mmoja asema lazima watamtoka. Hebu sema tena, lazima watamtoka. Now this will be the breaking news on the televisions. Kwa sababu Isaka anatosha kuwa mwana. Isaka anatosha kuwa mwana. Kwa hiyo a message to the president is that akiona kitu kama hiyo imefika na wakati umefika, asilazimishe watu hao kubaki, sababu ni mapenzi ya Mungu waondoke. Kumbuka, ukiwa na Yona kwa merikebu utapata shida, tena kwa bahari kwenye maji na ni usiku, utapata shida. Kwa hiyo kuna watu wanaenda kujitoa. Itakuwa breaking news kwa magazeti yenu, kwa maredio, kwa Musi FM, Musumbi wa Kenya, na itakuwa breaking news. It will shock you. So ikifika wakati huo, president asipate mawazo sana, kwa sababu Mungu ako pale pale anasema hawa kuenda na kukuacha kuondoka wataenda tu. Hata kama umewapa nini, wataenda tu. Ngoja niwaulize swali. Hajiri aliondoka pamoja na mtoto wake. Wakati aliondoka, Mungu aliondokea Abrahamu? Alibaki Mungu tu wa Abrahamu. Alibaki Mungu wa agano, alibaki pale.